katika weza wa jina la Yesu. Tunanyosha mkono wetu Bwana tukijua ya kwamba mwenye nguvu mwenye mamlaka ni wewe. Hatuwezi jambo lolote kama wanadamu isipokuwa wewe kutuweka nguvu. Hatuna lile tunalo kama sisi wanadamu, lakini aliye na nguvu na mamlaka ni wewe ya kubadilisha Bwana. Acha utoe neno lako kutumizia kama vyombo vyako vya sifa, maana sisi ni vyombo tu na wewe Bwana ni parapanda. Utende kulingana na upendo wa jina la Yesu. Amen. Wapendwa, tunaenda kwa neno la Mungu. We love to go into the word of God. Na iko na dakika 40. Ndio. Mafundisho inaweza chukua labda saa 3. Lakini tutajikaza kuikata ufupi. The scriptures may take like 3 hours, but we'll try to put it in brief. Neno tunaenda kuangalia siku ya leo. The word which we're going to see today. Mkumbuke muda tuliokutana na muda ulioisha. Remember the day when we met here again. Tulizungumza sababu ya msalaba wa Kristo. We spoke about the cross of Jesus. Na jinsi ya kujitayarisha. And how to get prepared. Niko tunatafuta kupelekana katika hali za tulizo nazo mbele kule. Na ufufuko wa Kristo. We're trying to take each other to the resurrection of Christ. Sababu kwa muda ulio mbele tuna muda wa Pasaka ambao itakuwa juma ijayo. In the next coming week we will be having Easter. Na hii sisi kama vile wa Kristo ni sharti tuijue katika maisha yetu. And this, according to Christian, we need to recognize it. Yesu alizaliwa, aliishi kama sisi, akakufa na akafufuka siku ya tatu. Jesus was born just like us, and he died, and then he was resurrected again. Lakini jambo nalokuambia kwa siku ya leo mpendwa. The thing which I will tell you, beloved. Yesu hakuonekana hivi. Jesus was not just shown like this. Kuna jambo lilimleta Yesu hapa chini ya jua. There is a purpose which brought Jesus. Na hili jambo and this purpose ni sababu wewe na mimi tusingelipotea mpendwa. It's because of you and me shall not lost, beloved. Kwa hiyo Mungu mwenyewe so God himself akamtoa mwana wake wa pekee. He sacrificed his only begotten son. Sababu wewe na mimi so you and I bali tupotee instead of us getting lost, tupate uzima wa milele. We have to get the eternal life. Hapo ni Yohana 3:16. This is John 3:16. Na Yesu tulisema ile wakati sababu ya mateso ya Yesu ndani ya Getsemani. And this we said because of the crucifixion of Jesus in Gethsemane. Hiyo ni neno tuliyokuwa nayo wakati iliyoisha. This we're referring to the word which we had the past week. Tukaonesha video ya mateso ya Yesu kwa muda ule katika Getsemani. And we show you the video of the crucifixion of Jesus in Gethsemane. Na Yesu vile aliambia Baba, alisema Baba ikiwezekana haya pitishe mbali na mimi. And now we cried, Lord, if it's possible, you may take away this cup. Lakini akasema isiwe kwa mapenzi yangu bali kwa mapenzi yako. And he further said by saying it shall not be by my own will but by your own will. Na hapo tukasema neno tulilozungumzia kwa siku ile ilikuwa mapenzi ya Mungu. And on that day our specific time was the will of God. Hapa Yesu alikuwa ngali katika Getsemani. Here Jesus was still in Gethsemane. Iko mu process ya kwenda kukamatwa. He was in the process of going to be taken. Hapa alikuwa hajakamatwa. He was never taken. Lakini ameonyeshwa vile atakuwa trahi. But he was revealed the way he will be betrayed. Mungu aliye mwenye haki. The Lord is with righteous. Aliye na mpango mzuri juu ya maisha yako. He's got a great will in your life. Ambaye alikuwa na plan juu ya masumbuko ya Yesu. You had a marvelous plan according to the crucifixion of Jesus. Hakuruhusu yapite kama Yesu alivyoona. He never allowed it to happen the way Jesus expected. Akaruhusu ifanyike kama alivyotaka yeye sababu yeye. He allows it to happen according to how he preferred it. Na hapa naanza na kukuambia. And now I start by telling you. Katika Yeremia 29:11 yake. In Jeremiah 20:19 says. 29:11 yake. 29:11 says. Mungu ana mpango mwema sababu ya maisha yetu. God has got a marvelous plan in our life. Na mpango yake ni ya baraka, ya amani na ya salama.
reading kutoka Agano la Kale, from the ancient book, kutoka Agano la Kale, the ancient book, Old the Testament. Old Testament. Amen. Amen. Na wakati wa Agano Jipya, And the New Testament, Mungu anatuonesha neema ambaye kwa kupitia Kristo pia mwana wake tena. God shows us again a grace through His child, His Son, Na hapo kwa mateso ya Yesu, and by the struggle of Jesus Christ, alipotiwa msalabani, when He was crucified on the cross, alipoanza kukabiliana na yale ambayo Mungu alisema, then He starts actually in a connection with what the Lord has said. na kuna maneno 7 ambayo aliyasema msalabani, And wapendwa. there's the 7 things which He spoke on the cross, beloved. Haya maneno 7 ndio tunaenda kuangalia. These 7 things is what we're going to see. Maneno 7 ambayo Yesu alisema kumsalaba kabla ya kufa kwake. 7 things which Jesus said before He died. Na watu wengi hawajui haya maneno. And many people don't know these things. Sababu inabidi upekue Biblia kwa kuwa ufind out, ujue haya maneno kwamba yapo hapo. Because you need to open your Bible in order to realize what. Lakini kuna maneno 7 ambayo Yesu alisema msalabani kabla akate roho. But there's the 7 things which Jesus said before He took off His heart. Ndio tunaenda kujifunza. We're going to learn. Ambayo anatuonesha siende kabla hatujamwambia. Which shows us. Urudie tena. Go back a bit. Na ya pili, And to the second one. tutakia kukonklire na jambo moja. We'll conclude with one word. Tutaona maisha ya Yosefu wa Arimathea. We will see the life of Joseph and Matthias Josefu wa Arimathea. and Matthias. Hapo ndipo kwake. This is his place, I mean. Yaani tunaona hizi maneno 7 za Yesu Kristo kumsalaba. Now we see the 7 things of Jesus Christ on the cross. Na tutakonklire na maisha ya Yosefu wa Arimathea. And we will conclude with the life of Joseph and Matthias. Amen. Amen. Na tuanze kuangalia Biblia zetu mara moja So wapendwa. let us start reading our books. Sababu humu ndimo tatosha haya maneno 7. This is where we'll take out the 7 things. Tukiyasema kwa vinywa vyetu hatutayatambua. If we have to speak it by our own word, we will never recognize them. Mateo sura 27 Matthew 27 nayo mstari wa 46. and the verse 46. Biblia inasema hivi wapendwa. The Bible says, Nasoma katika Kiswahili hapa. I read in Swahili. Mathayo 27 nayo 46 inasema hivi. Matthew 27 says, Na karibu na saa 9 Yesu alipaza sauti. Na hii ilikuwa sauti kubwa. Yesu akasema, Eloi, Eloi, lama sabakitani. Maana yake Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Amena. Amen. Hili ni neno la kwanza wapendwa. Niko pale. Patrick akishuka ataiona pale. The word said, Eloi, Eloi. It means that the Lord, why you have forsaken me. Tufuatane wapendwa, sababu labda tukifuatana hapa wakati maandiko tuko tunayasema, If we follow these scriptures, tutayaona zaidi. we will see it more. Wakati nasoma kwa Kiswahili hapa, When I read in Swahili here, ufuate hapa sababu yote iko. you have to relate to this on the screen. Na yule wa kuandika aandike. And the one who needs to write can write it down. Yesu Kristo kui jambo Jesus Christ on this word iko anaonesha msalabani is showing on the cross maumivu aliyonayo the wapendwa. struggle which he has. Anaona maumivu He aliyonayo. sees the pains which he got. Anaona kama vile Mungu baba yake amemwacha. He thinks that the Lord his Father has forsaken him. Kwa maana ndani ya shamba la ndani ya Getsemani Because in Gethsemane, ambapo alimuomba Mungu when he prayed to God, uyapitishe mbali, please let it go away. amekabiliana nayo hapa kwa msalaba. And then he has actually saw it on the cross. Yeye amesema, He said, Bwana, Eloi, 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 Mungu wangu, my God, mbona waniacha? you have forsaken me. Hili neno la kwanza. This is the first word.
Acha nikwambie Let me mpendwa. tell you, beloved. Eloi wako ni nani? Who is your Eloi? Eloi wako ni nani Who katika is maisha your yako? Eloi in your life? Kwa maana Yesu Kristo ambaye Because Jesus Christ, amekabiliana na hili swali who has actually said this, la majeraha na maumivu. by the pains and struggles, Yesu ameona hapakuwa mtu wa kumsaidia. Jesus thought there was nobody to help him. Na mitume alikuwa nayo hayakuwa pale kutatua hili shida. Were not there to handle this situation. Ambaye alikuwa pale kwa solution ya mwisho wapendwa, Who was there by the last solution? alikuwa tu ni Eloi, Was just Eloi. ambaye ni Mungu. Who is God? Aliye pale kwa solution ya mwisho katika shida Who yako. used to be the last solution in your problem? Ni Eloi ambaye ni mwisho wa shida. Eloi was the last solution. Haleluya. Amen. Wacha nikwambie Let me mpendwa, tell you, beloved, kama uko mtendo uko unacheza when kabumbu you are in the stadium and you're playing football, na wewe ujue kwamba kuna arbitre. and you know that there is a goalkeeper. Arbitre. Oh, Kuna judge. Domo, referee. referee. Kuna arbitre wapendwa. Oh, there is a referee. Na kama arbitre hayasifle ya mwisho, And if he never whistled the last time, kama hayasifle ya and he mwisho never arbitre, whistled the last time, na machi inakuwa na dakika 3 ishe, and the match is having like 3 minutes before it's end, utasikia kuna huku watu wanaanza sifle. Haleluya. Lakini nikwambie mpendwa, sifle yenyewe iko nje, haezi maliza kabumbu kiwanja. Haleluya. Mtu akuseme asikuseme, shida iwe isiwe, kama Mungu hayasimama mpendwa, utatumainia mwanadamu. Lakini nakwambia siri moja kwa leo, solution ni Mungu pekee katika shida yako. Haleluya. Hapa ni Yesu anasema, Eloi Eloi lama sabakitani, Mungu wangu mbona waniacha? Wakati uko katika huzuni mpendwa, unamkimbilia nani? Wakati mwingine hata uko ndani ya nyumba, labda uko kanisani. Tulisema juu ya majeraha wakati mmoja, lakini nataka kukwambia hivi, kama Yesu aliyamaliza yote msalabani, alisema ya kwamba musingelijipigania tena nini? Mateo 11:28. Yesu anasema muyalete kwangu na mimi nitawapumzisha mpendwa. Kama yeye ameyamaliza msalabani, kwa nini unayapeleka mpendwa? Ita Eloi 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 lama sabakitani, na yeye ataamuka. Haleluya. Umuite Bwana na yeye awe msaada wako. Hiyo neno la kwanza. Twende kuna pili. Neno la pili mpendwa, na hili liko katika Luka nayo 23 na 34. Biblia inasema hapo, tutaisoma hili neno katika Luka. Luka nasoma hapo kwa Kiswahili, sura 23 mstari wa 34. Na Yesu akasema, Baba wasamehe, kwa sababu hawajui neno wanalolifanya. Wakigawanya nguo zake wakazipiga kura. Amena. Oh Yesu. Eti Yesu, Bwana. Hiyo ndio neno Yesu aliyosema. Mungu ambaye ni Baba. Hapa Yesu anaita Baba. Eti uwasamehe, sababu hawajui wanalolifanya. Haleluya. Nikwambie mpendwa, adui ambaye anapata maisha yako hajua analolifanya. Anayejua ni Mungu wapendwa. Aliyepani kukuokoa ni yeye. Ndio
msalaba wake. Jesus showed us his cross. Habari ya msamaha wapendwa. The message of forgiveness. Amen. Amen. Majeraha Yesu aliyokuwa nayo hakuyaona. Hakuyaona. Mpendo wangapi wamekukwaza ndani ya maisha yako? Hali gani umepita ndani wewe mwenyewe? Wangapi wamekutia kichwa, wamekusukuma yani kidole ndani ya jicho? Lakini nakuuliza swali moja hapa. Mara ngapi unawasamehe mpendwa? Mara ngapi unawasamehe? Uko pale unawashishe. Na Yesu anakuambia hapa ya kwamba watu wanaolifanya kwako kama vile alivyokuwa mfano, anasema ya kwamba Baba wasamehe, maana watu wanaolifanya, kwa maana ni wao unajua yangu pahali yao zaidi yao. Amen. Niliwaambia siku moja Warumi 8:27. Warumi sura 8:27. 8:27. Amen. Biblia inasema hivi, Mungu anajua roho ya mwanadamu. Amen. Mungu anajua roho yako zaidi hata mke wako. Zaidi hata rafiki yako. Huyu rafiki ambaye unajua anaiwa siri yako, hakujui zaidi ya Mungu. Haleluya. Hakujui zaidi ya Mungu. Anayekujua vizuri iko Mungu wa mbingu. Iko Yesu Kristo wa Nazareti. Acha mwanadamu akushije mpendwa. Lakini nakwambia hajui analolifanya. Anayejua analolifanya ni Mungu atakaye kutetea katika yote mpendwa. Haleluya. Umwambie Mungu wasamehe Baba, maana hawajui wanalolifanya. Na washuke wa msaada wao. Ushuke wa msaada wao. Amen. Hapa ni habari ya msamaha mpendwa. Ile juma iliyopita palikuwa evangelist hapa wa nguvu, akahubiri kwa msamaha. Alisoma vitabu mingi hapa mpendwa. Kitabu kikinifurahisha sana ilikuwa kitabu cha Yohana wa kwanza sura 3 na mstari wa 15, ambapo Biblia inatuambia hawezi mpenda Mungu na wewe unamchukia ndugu yako na muona ya kwamba ni una mikono inayojaa damu. Yani uko muuaji mpendwa. Hapa vile na precise ya kwamba bila msamaha wewe ni muuaji. Haleluya. Hapa ndipo tuko. Habari zangu ni za msamaha, ni za msalaba. Mimi ni wahubiri wanahubiri tu ya neema.